Kama lengo la kuanzisha vita lilikuwa ni kubadili utawala wa Iran, kwa nini suala hili limeishia katika mazungumzo ya kuondolewa vikwazo na kukubaliwa urutubishaji wa urani nchini Iran? Hebu tutazame picha kwa ukamilifu zaidi, si kwa simulizi, bali kwa kuzingatia malengo na matokeo yake. Mwanzoni mwa vita, kile kilichoonekana upande wa Marekani na Israel kupitia chambuzi na misimamo mbalimbali ulikuwa mfululizo wa malengo. Kwanza, ilikuwa kubadilisha mahesabu ndani ya Iran. Katika fasihi ya kisiasa, haya ni yale mashinikizo ya kufanyika mabadiliko ya kimuundo au hata kubadili kabisa utawala wa nchi. Pili ni kufuta kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, na katika hatua inayofuata kudhoofisha mhimili wa mukawama na kurejesha nguvu ya kuzuia hujuma kikanda. Lakini katika upande wa pili, Iran iliweka nini mezani? Teheran imeweka masharti ambayo yameainisha kivitendo mfumo wa kumaliza vita: kutokaririwa uchokozi, kukubalika Iran kuendelea kudhibiti lango bahari la Hormuz, kukubalika urutubishaji wa urani kama ukweli halisi wa mambo, kuondolewa kikamilifu vikwazo vya hatua ya kwanza na hatua ya pili, kufutwa maazimio ya Baraza la Usalama na Baraza la Magavana la Wakala wa Kimataifa wa Nishati Atomiki dhidi ya Iran, kulipwa fidia ya hasara iliyofanywa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, kuondolewa vikwazo vyote vya kijeshi vya Marekani katika eneo la magharibi mwa Asia, na kusitishwa mapigano katika medani zote za vita ikiwemo Lebanon. Sasa wewe niambie, je, kuna mabadiliko yoyote yaliyotokea katika muundo wa kisiasa nchini Iran, au muundo ule wa awali umebakia na kuwa upande wa pili katika meza ya mazungumzo? Je, mpango wa nyuklia wa Iran umefutiliwa mbali au umeendelea kuwasilishwa kama suala la kukubalika kwenye meza ya mazungumzo ya pande mbili? Je, uwepo na ushawishi wa Irani kikanda umefutwa na kutoweka, au suala linalojadiliwa sasa ni kuondolewa vikosi hasimu vya upande wa pili katika eneo la magharibi mwa Asia? Hapa kuna jambo moja muhimu. Wakati lengo la awali, yaani mabadiliko ya kimsingi, linapobadilika na kuwa kudhibiti hali iliyopo, mkondo wa vita huwa umebadilika na kwenda kinyume kabisa na mpango uliowasilishwa hapo awali. Na hapa ndipo maana halisi ya ushindi inapokabiliwa na utata katika ufafanuzi. Huenda kila upande ukaunda simulizi yake maalumu kuhusu ushindi, lakini mwisho wa siku ni malengo ya awali na matokeo ya mwisho ndiyo huamua nani aliyecheza mchezo kama alivyokuwa amepanga hapo awali na nani amelazimika kukubali sheria mpya za mchezo.